Karibu katika yetu cha leo. Yafungue haya ambayo Mungu unataka wanawasikie. Kwa ufahamu wa akili zao jioni. Ikawe ni jioni tofauti, ikawe ni jioni ya kula na kunywa mezani pako. Ikawe ni jioni ya kusikia siri za ufalme wako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen. Sema amen. Amen. Mungu na akubariki sana. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe sana. Karibu tena katika nyumba ya Bwana jioni ya leo. Na ni jioni ya kipekee, ni jioni ambayo Mungu amekupa. Haleluya. 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 Unaposema amina unanitia moyo. Haleluya. Unaposema amina unanikumbusha kwamba kuna watu kwenye nyumba ya Bwana, siko peke yangu. Haleluya. Unaposema amina maana yake na iwe hivyo. Bwana ametupa ni jioni ya kipekee sana. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu jioni hii. Wako wengi ambao wanatamani kuiona siku leo. Matoleo yote tunapokuja katika nyumba ya Bwana na kufanya ibada ni ya muhimu sana. It is very special. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tunapokusanyana na kufanya ibada ni ya muhimu sana. Siri katika kunena kwa lugha. Siri katika kunena kwa lugha. Siri katika kunena kwa lugha. Kama unaandika, hebu andika. Siri katika kunena kwa lugha. Siri katika kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, maana yake tunajua ya kwamba wewe umejazwa na Roho Mtakatifu. Unaponena kwa lugha, maana yake tunajua ya kwamba wewe umejazwa na Roho Mtakatifu. Tutakwenda moja kwa moja kwenye Matendo ile sura ya kwanza mlango ule wa 8. Matendo 1:8. Matendo 1:8. Hebu isome, twende hapo. Neno Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu, katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Lakini nyie mtapokea nguvu. Asante kipo. Biblia inasema ya kwamba lakini nyie mtapokea nguvu. Na napozungumzia nguvu, maana yake nazungumzia uwezo. Bwana asifiwe sana. Dynamis, power. Yaani uwezo. Na uwezo anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Manake Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu anampa uwezo wa kuwa shahidi, uwezo wa kuzisema siri za ufalme wa Mungu pasipo hofu. Na anasema mtakuwa mashahidi wangu, na anazungumzia maeneo kadha wa kadha. Eneo la kwanza ni Yerusalemu, maana yake ni nyumbani kwako, at your home place. Nyumbani kwako.
utakuwa shahidi wa matendo makuu ya Mungu nyumbani kwako, pia katika Samaria na maeneo mengine ambao utakwenda. Hata utakwenda Ulaya, utakwenda mbali na Tanga, na huko pia hautaacha kuzungumza habari za Yesu, yule ambaye amebadilisha maisha yako, yule ambaye amekupigania. Mtapokea nguvu, na hiyo nguvu ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ile sura ya 2 mstari wa 1 tutaanza hapo. Na Biblia inazungumza nini? Inasema hata ni siku ya Pentekoste. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, kwa watu wote mahali pamoja, kaja ghafla toka mbinguni. Ghafla toka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza waliokuwepo wameketi. Ndio. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, uliwakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Lazima uelewe ya kwamba katika maisha haya ya Ukristo, Mungu ametupa zana yenye nguvu sana, zana ya maombi. Na zana hii ya maombi ni zana ya kuomba kwa kunena kwa lugha. Bwana Yesu sana, ambayo haiwezi kuzalishwa kwa akili za binadamu ama kwa kukariri. Kuna watu wengine wanajitahidi sana kuwaiga watu wengine wanafanyaje, na wengine hata kwenye mitandao wanajaribu kuigiza. Bwana asifiwe sana. Lakini hauwezi kuiga kunena kwa lugha. Ni uwezo ambao Mungu anauachilia ndani yetu, na sio kwa kila mtu. Kwa yule mtu ambaye amemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na aliyekuwa na kiu na akatambua, akasikia habari ya Roho Mtakatifu, akawa na kiu, na maisha yake yasiwe ni maisha yenye mawaa, maisha yake yasiwe ni maisha yenye dhambi. Kwa Mungu ameachilia nguvu, ameachilia zana hii, tunasema ni zana ya maombi. Zana ya maombi, na hii zana ni zana ambayo ni ya kunena kwa lugha. Na tunapozungumza kuhusu habari ya kunena kwa lugha, ni nini? Ni unazungumza ama unanena katika lugha ambayo sio ya kufundishika, ambayo inaweza ikawa ni lugha ya wanadamu ama inaweza ikawa ni lugha ya malaika. Inaweza ikawa ni lugha ya wanadamu, inaweza ikawa ni lugha ya malaika. Kwa tunapoomba, tunaponena kwa lugha, wakati mwingine tunakuwa tunazungumza lugha ya malaika. Wakati mwingine tunaponena kwa lugha, tunazungumza lugha ya wanadamu na sio lugha ya kufundishika. Kwa hivyo inaweza nikajazwa na Roho Mtakatifu nikanena Kijapani hapa, ni lugha ya wanadamu na mimi sikijui Kijapani. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ya sentensi yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiki ni kipawa ama zawadi kutoka juu ambayo Mungu mwenyewe anaachilia katika maisha yetu, na hauwezi kupata. Kwa hiyo kwa lugha hauwezi kupata na kujifunza. Amina. Hauwezi kupata, mtu hawezi kupata kwa kujifunza. Aende shule. Nimekwambia, nimeona wengi kwenye mtandao wanaiga vile jinsi ambavyo wa Pentekoste wanafanya maigizo. Bwana asifiwe sana. Lakini ni kipawa ambacho Mungu anaachilia, ni zana yako, ni zana yangu, ni silaha yangu, ni silaha yako. Bwana asifiwe sana. Kipawa kutoka juu, uwezo kutoka juu, na haiji kwa sababu ya ujuzi,
ambao mtu anaweza kaa nao, ila ni utoaji wa lugha ambao sio wa kawaida, ambao Mungu anauachilia. Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anayefanya unaanza kunena kwa lugha. Bwana asifiwe sana. Haleluya.